Kuna watu wamekata tamaa kwa sababu ya kutojibiwa kwa wakati maombi yao. Yamkini ni wewe ama ndugu yako au mchungaji ama nabii ama mwinjilisti ama mzee wa kanisa. Wako watu wengi sana, tena waombaji wazuri sana. Walipoomba na kufunga, walipomtafuta Mungu ili kwamba Mungu aweze kutatua changamoto zao, Mungu hakutatua kwa wakati. Mungu akaonekana amenyamaza kimya, na ule ukimya wa Mungu wakatafsiri kwamba huenda Mungu amenyamaza kimya, hajasikia kabisa, au amenisahau ama ametusahau. Na kwa sababu walikuwa katika vipindi vigumu sana vya kutisha, waliamua kumuacha Mungu, waliamua kumterekeza Mungu kwa sababu Mungu amenyamaza kimya. Lakini wengine wapo wamejikaza kisabuni ndani ya kanisa, lakini kiukweli ni kwamba wamekata tamaa. Kuna watu ambao walikuwa wanadaiwa madeni makubwa, mpaka hivi sasa wanadaiwa. Wameomba Mungu kwamba awape neema, awape fedha ya kulipa madeni yao, lakini bado Mungu amenyamaza kimya na hawajapokea fedha za kuondoa madeni yao. Na mpaka ninapozungumza hivi, kuna wengine ambao wamekimbia madeni yao. Hao ni watu wa Mungu, waombaji wa Mungu, wamekimbia madeni yao kwa sababu wameomba sana, Mungu yupo kimya, ikaonekana kwamba kashawasahau. Lakini kuna wengine ambao wana mpango wa kukimbia, maana wamefunga na kuomba Mungu atokeze mlango ama afungue mlango wapate fedha na kulipa madeni yao, lakini ukimya umetawala. Ndugu yangu, nataka nizungumze na wewe kuhusiana na somo ambalo tumejifunza ama kifungu ambacho tumesoma mahali pale, ya kwamba waumini ama watu wa Mungu wa kipindi cha Isaya nao walikuwa na shida kama za kwako, changamoto kama za kwako. Maandiko nasema kwamba walienda mbele za Mungu kumuomba Mungu, waliomba maombi mengi sana. Maombi mengi maana yake ni kwamba waliomba maombi ya kila aina, ili kwamba Mungu asikie kile unachokihitaji na atatue, lakini ilionekana kwamba hawakupokea majibu kwa wakati. Mpaka wengine wanakufa, wanapoteza maisha yao. Mungu hajasema chochote, amenyamaza kimya. Kama vile ambavyo tumesoma, walikuwa ni kama watu ambao wana uchungu, yani kwa namna ambavyo walibeba mzigo wa maombi na kwa namna ambavyo waliomba. Inachukua mfano kama mwanamke aliyekuwa na uchungu na anakaribia kujifungua. Walipeleka mahitaji kwa uzito, kwa machozi mengi sana. Lakini pamoja na hivyo, ule mstari wa 18 anasema kwamba imekuwa ni kama wamejifungua, wamebeba mimba, wameenda kujifungua upepo. Kwa maana ya kwamba hakuna kitu kinachoonekana, pamoja na kuomba Mungu kwa muda mrefu, kwa wakati mwingi, kwa uchungu na kwa uzito unaostahili, lakini hakuna matokeo yote ambayo wanaona, mpaka wanapoteza maisha. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba pamoja na kuomba kwa uchungu, kwa uzito, Mungu bado hajasahau ama hajaziba masikio. Anasikia maombi yao na anatunza kumbukumbu za maombi yao, ila wakati wa Mungu wa kutimiza mapenzi yake haujafika bado. Maana sio kila maombi ambayo utaomba Mungu atakujibu. Kusikia atasikia, na kusahau pia hawezi kusahau. Na sio kila mtu anayeenda mbele za Mungu kupeleka mahitaji yake atajibiwa kwa wakati huo. Kuna wakati Mungu anasubiri muda wake ambao anaona unafaa kujibu mahitaji yako. Napozungumza hivi, kuna watu ni wagonjwa wa miaka nenda rudi. Wameomba sana Mungu aondoe magonjwa yao, lakini Mungu bado hajaondoa magonjwa yao. Usikate tamaa, kwa sababu Mungu anakujua na lipo kusudi katikati ya changamoto yako, na ipo sauti ya Mungu katikati ya changamoto yako. Usikate tamaa, wala usidhani kwamba Mungu amekusahau au Mungu hajasikia maombi yako. Mungu amesikia maombi yako tena sana. Wako mabinti ambao wanaomba kupata wachumba,
Wameomba miaka mingi sasa tangu anze kuomba, lakini bado hata kusemeshwa hajasemeshwa, hata kuulizwa bado hajaulizwa. Nataka niseme na wewe binti, umeanza kuomba mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, lakini hakuna matokeo ya maombi yako. Yamkini umewaza kupata mume yote au ameokoka hajaokoka, unafikiria kumpata namna yote. Mimi nikwambie, acha fikira hizo. Mungu amesikia, anakuandalia mume ambaye ni bora zaidi. Ni heri upate mume ukenaye kwa muda mfupi kwa raha na mstarehe, kuliko kumpata mwanaume ambaye utakaye kwa miaka mingi ndani ya shida na tanuru la moto, changamoto nzito. Ngoja wakati wa Mungu unakuja mama, binti yangu, wakati wa Mungu unakuja. Mungu atakufurahisha, Mungu atakufuta aibu, Mungu atakufuta machozi. Usikate tamaa. Haujavuka umri wa kuolewa bado. Hata sasa Mungu ana mpango mzuri na maisha yako. Maana mpango wa Mungu si kukuaibisha. Mpango wa Mungu ni kuleta heshima kwanza kwako wewe, kuleta heshima kwake, kuleta heshima kwa wazazi wako, kuleta heshima kwa kanisa, kuleta heshima kwa jamii inayokuzunguka ili uwe mfano. Usifanye haraka ukahisi kwamba pengine Mungu amekusahau ama Mungu amenyamaza. Mungu hajanyamaza. Nisikilize vizuri, itakusaidia hii. Kukata tamaa hakuleti majibu yako, lakini kukata tamaa kuna kupeleka katika njia ya upotevu. Maana wengi ambao wamekata tamaa ama walikata tamaa, mwisho wao ilikuwa ni kupotea, kuacha imani, lakini pia kutengwa na Mungu. Kwa mimi nakusihi sana, usijaribu kukata tamaa. Tunaposoma kitabu cha Isaya 59 ule mstari wa kwanza, maandiko yanasema hivi: mkono wa Bwana si mfupi hata asiweze kuokoa, wala sikio lake sio zito hata asiweze kusikia. Lakini kuna changamoto moja ya kwamba maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu. Kwa Mungu mkono wake ni mrefu, unaweza kuokoa, lakini pia sikio lake ni jepesi, linaweza kusikia. Jambo muhimu katika maisha yako, ujitenge mbali na uovu ama maovu. Hata Mungu akinyamaza, wakati anatafuta mlango wa kupenyeza majibu yako, basi wewe binafsi uwe safi mbele za Mungu. Usiruhusu dosari za aina yoyote katika maisha yako. Ni muhimu sana ukaangalia hili. Lakini sikiliza, maandiko yanasema kitabu cha Isaya 49 ule mstari wa 14 mpaka 16, anasema mwanamke anaweza kumsahau mwanae asimhurumie, na tena aliyemweka tumboni kwa miezi 9 akamsahau kabisa, akamsahau. Sasa mwanadamu ana uwezo wa kunyamaza kwa maana ya kusahau. Nisikilize ndugu yangu, baba yangu, mama yangu, kijana, binti, kwamba mwanadamu unayemwamini, na saa zingine umempelekea mahitaji yako, umempa vitu vyako ambavyo unavihitaji. Huyu mwanadamu anaweza akakusikiliza, lakini baada ya siku 1, 2, 3 akasahau ulichomwambia. Tumepewa mfano mwanamke ya kwamba anamsahau mwanae asimhurumie, aliyembeba tumboni kwa miezi 9 akamsahau kabisa. Kwa hiyo nataka niseme ya kwamba kusahau kwa mwanadamu ni kawaida yake, kwa kuwa ni mwanadamu, sio malaika wala sio Mungu. Kusahau ni kawaida yake. Na hata napozungumza hivi, kuna watu ambao walikuahidi kufanyia kitu ama jambo wamesahau, na kuna wakati umewakumbusha lakini bado wamepotezea, maana hao ni wanadamu. Lakini maandiko yanasema kwamba Mungu hana tabia ya kuwasahau watu wake hata siku moja. Hana tabia kusahau wachaji wake, watakatifu wake. Hana tabia ya kuwasahau, hana tabia hiyo. Na tena nasema amewachola katika vitanga vya viganja vya mikono yake. Maana hakuna mtu ambaye anasahau kiganja chake. Hakuna mtu ambaye anasahau vitu ambavyo ameweka ndani ya kiganja chake au kwenye mkono wake.
Ndivyo ambavyo Mungu amewachora, amewaweka watu wake waombaji, wachaji wake katika vitanga vya mikono yake, hata wasahau na hana mpango wa kuwasahau. Sasa nimalizie kwa kusema hivi, hata kama Mungu amenyamaza kimya, ujue kwamba hajakusahau. Na kuna wakati mzuri ambao anauandaa kwa ajili yako, ili kufuta machozi yako, ili kuondoa huzuni zako. Maandiko yanasema kwamba hakika ameyabeba masikitiko yetu, amezibeba huzuni zetu. Kwa huu ni wakati ambao ukitulia kwa makini, Mungu anaenda kuondoa huzuni zako, kuondoa machozi yako, kufuta kilio chako. Lakini vumilia, usikate tamaa. Usikimbie madeni, usikimbie changamoto, usikimbie ndoa ambayo imekuwa ni chungu. Msubiri Mungu, maana Mungu ameshasikia maombi yako, kilio chako, machozi yako. Mungu ameshayaona, mpendo wangu. Nina uhakika kwamba liko jambo jipya kwako. Mungu anakwenda kulitenda katika changamoto ya magonjwa unayopitia, katika changamoto ya uchumba unayopitia, katika changamoto ya kifamilia unayopitia, changamoto ya kiuchumi unayopitia. Mungu wako uliyemuomba ametunza kumbukumbu. Kwa kuna wakati ambao Mungu anakwenda kutenda sawasawa na kuomba kwako. Acha kukata tamaa. Mungu ameona machozi yako. Kumbuka wakati wana wa Israeli wamelia, wamechoka, wameteswa, wamenyanyaswa. Sikiliza, ni kwamba hawa watu hawakulia kwa siku moja, hawajaomba kwa siku mbili, hawajaomba kwa siku tatu. Waliomba kwa miaka mingi watoke ndani ya changamoto za utumwa, lakini Mungu alinyamaza kimya. Wakati ulipofika, Mungu alimtuma Musa, ya kwamba Musa, nimesikia kilio cha watu wangu walioko Misri, nimeona mateso yao, sasa ninakutuma uende ukawaokoe watu hawa. Wakati wa Mungu umefika. Musa kaenda Misri kwa Farao, kumwambia Farao, wacha watu hao usiendelee kuwatesa, wakamtumikia Mungu wao. Huo ndio ulikuwa ni wakati wa majibu ya wana wa Israeli kwa miaka yote ambao wamelia, miaka yote ambao wameteseka, wamehangaika. Nami najua kwamba umeteseka kwa muda mrefu, umeteseka kwa miaka mingi, umelia kwa muda wa kutosha kuhusiana na ndoa na familia yako na ugonjwa wako. Umefika wakati Mungu anaenda kuondoa changamoto zako, kuondoa mizigo yako yote katika maisha yake. Kwani Yesu amesema kwamba njooni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu ameita wenye mizigo, wenye changamoto mbalimbali. Yesu amewaita. Ana uwezo wa kuwapumzisha, ana uwezo wa kuondoa changamoto zao. Yesu hajashindwa. Endelea kujiamini, endelea kujipa moyo, kwani wakati wako umefika. Vumilia. Nataka niombe nawe mchana wa leo, wewe uliyekata tamaa na changamoto mbalimbali, ili kwamba Mungu achie wepesi wa kutoka ndani ya changamoto zako. Hebu weka mkono wako kifuani ninapoenda kuomba kwa ajili yako baba, kwa ajili yako kijana, kwa ajili yako mama, kwa ajili yako binti, kwa ajili yako mtoto. Weka mkono wako kwenye moyo wako, nami nitakwenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo na hai, Mungu mwenye nguvu na uweza na mamlaka, ninaomba kwa ajili ya watoto wako hawa ambao wameleta maombi yao mbele zako kwa machozi mengi, kwa uchungu mkubwa, lakini bado Mungu umenyamaza. Na haimaanisha kwamba Bwana hujasikia maombi yao, haimaanishi kwamba umewasahau, haujawasahau Jehova. Ninaomba kwa ajili ya baba huyu ambaye anapitia magonjwa mazito, anapitia changamoto nzito za kindoa, changamoto za kiuchumi. Ninaomba Bwana kamtembelee, achilie wepesi katika maisha yake, ukamfute machozi yake Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Yatosha Bwana kwa changamoto ambazo amekuwa nazo, yatosha kwa maumivu ambayo amekuwa nayo,
Yesu mkumbuke sasa katika jina la Yesu Kristo. Yuko mtumishi amekata tamaa, anataka kimbia utumishi kwa ajili ya changamoto anazopitia. Yesu naomba kanyoshe mkono wako ukamtie nguvu tena, ili kwamba simame kwa nafasi yake na kwa zamu yake. Bwana hakutumikia wewe, kwani majibu yake yamekaribia, yapo karibu. Na hivyo basi shetani anajaribu kumkatisha tamaa, ili kwamba pishane na majibu yake. Bwana kamtie nguvu asonge mbele. Yuko mama mmoja ambaye anapita katika changamoto, katika maumivu makali, anahitaji msaada wako Mungu. Magonjwa yamekamata mwili wake, kizazi kimefunga. Bwana anahitaji mtoto, anahitaji uponyaji. Yesu naomba kamkumbuke. Yesu naomba kaonekane kwake, maana sikio lako Bwana sio zito hatusiweze kusikia. Ninaomba usikie Bwana na kutatua changamoto yake. Mwanamke maana pita changamoto katika ndoa yake, Bwana naomba karuhusu amani yako ikatawale. Wewe ni mfalme wa amani. Bwana kanyoshe mkono wako, tuliza dhoruba katika ndoa ya mama huyu. Baba, tazama binti huyu ambaye ameomba kwa muda mrefu apate mchumba, lakini hajapata mchumba. Ninaomba Bwana kutana naye, achilia nguvu yako juu yake, achilia Bwana wepesi, ili kwamba apate mchumba bali sahihi, ambaye ni mtumishi wako mwenye hofu yako ndani yake.